Hello, karibu sana mwanafamilia wa Ecofarm. Leo nitakuonyesha jinsi ya kutibu ugonjwa wa ndui ama fowlpox. Ugonjwa wa ndui ni ugonjwa wenye vidonda ama vipele vinatokea kwenye uso kama jinsi unavyoona kwenye huyu kuku hapa. Nitakuonyesha jinsi ya kuweza kuitibu kutumia dawa za asili. Unachotakiwa kufanya ni kutafuta chumvi ya jikoni. Kisha utachukua limau ama ndimu moja tu hivi inatosha, kwa sababu hata tutaitumia yote hapa. Kisha utaikata hiyo ndimu ama limau katikati ama kwenye vipande vinne. Kisha sasa utaondoa haya makovu yaliyopo kwenye vidonda hapa kichwani. Utaondoa haya makovu yote, maanake huwezi ukaweka dawa juu kama kuna haya makovu. Kumbuka haya makovu yamekauka, na yakikauka ukiweka dawa juu hakuna venye dawa inaweza ikaingia kwenye mwili. Kwa hivyo tutaondoa haya makovu yote mpaka tusafishe kichwa kiwe kisafi. Kama tu vile huwa ukitaka kuosha kidonda cha binadamu, unaondoa haya makovu na kusafisha kwanza ndipo uweze kuweka dawa. Hivyo ndio tunaenda kufanya kwenye kuku. Kwa hivyo wacha nikuonyeshe moja kwa moja jinsi tunavyoenda kufanya. Hapa sasa unaona jinsi nilivyomtoa makovu yote. Nimeyatoa yale maganda, yale magamba yote ambayo yalikuwa yamezuia ama yamefunika kidonda, nimeyaondoa yote. Kwa hivyo kinachofuata hapa ni kuchukua kitambaa na kuweza kupanguza, maanake wakati unaondoa kuna damu kidogo zinatoka. Kwa hivyo utaenda kupanguza vidonda vyote ambavyo ambavyo umeziondoa yale makovu mpaka vidonda vyote viwe visafi. Na hivi utafanya tu iwapo ushatengeneza chumvi yako iko tayari na limau iko tayari. Maanake ukitangulia kutoa kwanza ndipo uanze kutafuta chumvi iko wapi na limau iko wapi. Kumbuka ni vidonda, tena vitaweza kukauka, zitaweza kujifunika tena upya ambapo bado dawa haitaweza kuingia. Kwa hivyo inafaa ufanye hivi kama umeshaandaa limau na chumvi. Kisha utaweka limau kwenye chumvi na uweze kupanguza kwenye hivyo vidonda, uweze kupanguza. Yaani hapa ni yale maji na maji ya limau na chumvi ziweze kuchanganyikana vizuri ukiviweka kwenye vidonda. Na utafanya hivyo kwa vidonda vyote. Ukiona ukimkwaruza hivyo na hiyo anasikia uchungu, maanake ni uchungu. Kumbuka hivi ni vidonda. Unaweza ukafinya tu hayo maji kwenye kibakuli fulani ama kidude fulani na uweke na chumvi uweze kukoroga. Kwa hivyo ukishabambua hivi unaweza kupanguza tu. Hii ni rahisi kushinda vile wataalamu wengi ama wafugaji kuku wengi wao wanasema unachukua ndimu unaweza kusugua tu. Lakini kwa kumsugua kweli anasikia uchungu, maanake hivi ni vidonda tu kama vidonda vingine. Sasa naona njia rahisi ni kumtoa maganda, kisha baada ya kutoa maganda ama makovu, unachukua ile chumvi na limau, maji yake ndio unatonesha pale, inaweza kuchoma hiyo. Baada ya kufanya hivyo, kuna maji lazima huku kuwe akinywa wakati anaendelea na kupona. Ambapo utamtengenezea aloe vera, utamtengenezea na kitunguu saumu, utachukua vipande vinne ama zile cloves 4 za saumu na tangawizi kama hivi vipande ninavyokuonyesha hapa. Iwe kimoja kinazidi kidole gumba ama vipande viwili vya tangawizi. Kisha utavichukua, utaweza kuviosha vizuri viweze kuwa visafi. Maanake kuna vitu vyote umevitoa shambani, umechuna hizi na zingine pia kama ni tangawizi umenunua, imetoka sokoni kule, haijaoshwa, hujui imeshikwa na watu wangapi, ama kunaweza kuwa na ugonjwa wote ama bakteria zote zinazoweza tena kuongeza kuku wako ugonjwa. Kwa hivyo tutaviosha hivi kama ninavyokuonyesha. Utachukua glasi yako safi. Mimi natumia glasi kwa ajili ya kuponda. Kuna wale ambao wanatumia kinu. Italingana na kitu gani ambacho uko nacho karibu ambao unaweza kukifikia kwa ukaribu. Kisha utachukua kreta kama hii
uweze kufanya ile ikupe kazi rahisi ili iweze kulainika. Na kama una pia unaweza ukachukua tu kisu na ukakata vipande vidogo vidogo, kisha ukaviweka kwenye kinu ama kichombo chochote kile ambacho utaweza kutumia ili kuponda ponda hiyo dawa yako iweze kuwa laini vizuri. Ukimaliza hapo sasa utachukua mpini yenye uko nao ama mti ili uweze kuponda ponda, iweze kuwa laini kabisa, kwa sababu tunataka tupate ule mchuzi wake, mchuzi wa huu mchanganyiko wa saumu, aloe vera pamoja na tangawizi. Tunataka uwe kwa pamoja, ili tuweze kupata mchuzi wao wote kwa pamoja, ndipo tuweze kutengeneza nao maji ambayo kuku atakuwa anakunywa kwa kipindi hiki ambacho atakuwa anapata matibabu. Kwa hivyo maji haya atakunywa mpaka wiki moja. Atakunywa haya maji siku 5, asipungue siku 5 mpaka wiki moja. Wakati huu anakunywa siku ya 4 ama ya 5, tena tutaweza kumuondoa yale makovu kama tulivyomuondoa kwa mara ya kwanza, ambaye ni ya mwisho. Nitakuelezea makovu kwa mara ya 3 tunayafanyaje. Kwenye episode itayofuata nitakuonyesha hatua kwa hatua mpaka wakati kuku huyu atakuja kupona vizuri, atapona kabisa. Kumbuka kuna hatua zingine 3 ambazo tumebakia, lakini zingine zitakuwa ni hizi ambazo tumefanya na zingine zitakuwa tofauti. Iwapo hii video imekupendeza ama imekufurahisha ama imeweza kukusaidia kwa njia moja ama nyingine, na kuomba usikose kusubscribe, kulike, comment, share na mwingine ili wafugaji wengi uweze kuwafikia. Asante. Picha.